Usiku uliingia kwa kasi jijini Dar es Salaam, ukileta giza nene lililoficha maovu ya walimwengu. Tukiwa tumepanda bodaboda nyingine, tulitatiza mitaa ya Kinondoni, upepo wa usiku ukipiga uso wangu uliokauka machozi. Juma alikuwa amenyamaza muda wote, mkono wake mmoja ukiwa umeshikilia kiuno chake karibu na ile bastola, kana kwamba anategemea shambulizi wakati wowote. Moyo wangu ulikuwa mzito kama jiwe. Picha ya mama akiingizwa kwenye gari la Bwana Dickson ilijirudia kichwani mwangu kama filamu mbaya isiyoisha. Kila nikifunga macho niliona sura yake ya hofu, nikasikia kikohozi chake. Nilijiuliza, hivi sasa yuko wapi? Anateseka kiasi gani? Na kosa lake ni nini? Kosa lake ni kuwa mama wa Neema, binti aliyetamani maisha bora na kuishia kuwa chambo cha majambazi. Tulishuka karibu na makaburi ya Kinondoni. Eneo hili usiku linaogopesha. Miti mikubwa ya mikaratusi ilitikisika kwa upepo, ikitoa sauti kama minong'ono ya wafu. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayetembea huku usiku, na hiyo ndio ilikuwa salama yetu pekee. Juma alilipa nauli na kumhimiza dereva aondoke haraka. Tuliingia ndani ya uzio wa makaburi, giza likitumeza. Harufu ya udongo mbichi na maua yaliyokauka ilijaza mapafu yangu. Nilipiga hatua kwa hofu, nikikweta kukanyaga makaburi ya watu nisiyowajua. Hapa kulikuwa na kimya, kimya kizito tofauti na kelele za Manzese. Ilikuwa ni kama tumekimbilia kwenye mji wa waliolala ili kujificha dhidi ya ukatili wa walio hai. Hapa ndipo ofisi yangu ya zamani ilipokuwa. Juma aliongea kwa sauti ya chini huku akiwasha tochi ndogo na kuielekeza chini ili mwanga usionekane mbali. Tulitembea mpaka katikati ya makaburi, tukafika kwenye kaburi moja la zamani lililojengwa kwa marumaru na kuwa na kibanda kidogo juu yake kama sehemu ya kupumzikia wafiwa. Kaa hapa, Juma aliniambia, akivua jaketi lake na kulitandika juu ya marumaru baridi. Nilikaa, nikihisi baridi ikiingia mpaka kwenye mifupa. Juma alikaa mkabala na mimi, akaweka ile bastola katikati yetu na kuutoa ule mkoba mweusi niliokuwa nimeukumbatia. Neema, tunahitaji kuongea, alisema Juma, sauti yake ikiwa haina ukali tena, bali imejaa uchovu. Nilimwangalia kwa macho mekundu. Kuongea nini Juma? Mama yangu amechukuliwa. Dickson atamuua. Unataka niongee nini wakati dunia yangu imeporomoka? Sauti yangu ilipanda, nikashindwa kuzuia kilio kipya kilichopasua ukimya wa makaburi. Nilitaka kupiga kelele, nilitaka kumlaumu Juma, nilitaka kumlaumu Mungu kwa kunipa mtihani huu. Juma alinisogelea haraka na kuziba mdomo wangu kwa kiganja chake. Shh! Unataka walinzi wa makaburi wasikie? Unataka polisi watufuate hapa? Neema, sikiliza. Macho yake yalinitazama kwa ukali uliochanganyika na huruma. Dickson hajaua mama yako. Hawezi kumuua sasa hivi. Nilimngoa mkono wake mdomoni mwangu. Unajuaje? Unamjua shetani huyo kuliko mimi? Juma alishusha pumzi ndefu, akaegemea jiwe la kaburi. Namjua kwa sababu nilikuwa mtoto wake wa kwanza. Nilikuwa kama wewe Neema. Miaka 5 iliyopita nilikuwa kijana safi, natafuta kazi ya udereva. Dickson alinichukua, akanifanya mwanae, akanifundisha kazi. Lakini kazi yake ni damu. Mama yako yupo hai kwa sababu wewe unayo hii. Aligonga ule mkoba mweusi. Hii ndio kinga ya mama yako. Neema, huelewi mchezo unachezwa. Dickson hakukupa huu mkoba ukae nao. Alikutuma uwe chambo ukamatwe na polisi wake. Mpango ulikuwa ukamatwe, upelekwe kituoni, halafu mkuu wa kituo, ambaye pia yumo kwenye mtandao wa Dickson, amrudishie Dickson huu mkoba, mlango wa nyuma, huku wewe ukiozea jela kwa kesi ya kubambikiziwa. Lengo ilikuwa kutengeneza breaking news ili mzigo wake mkubwa upite bandarini wakati kila mtu anakujadili wewe. Lakini tumewaharibia mpango. Umekimbia na mkoba. Sasa hivi mkoba upo mtaani, haupo mikononi mwa polisi wake. Anaogopa utaupeleka kwa waandishi wa habari au utautupa mtandaoni. Ndiyo maana anamshikilia mama yako. Anataka urudishe siri zake kabla hazijavuja. Maneno ya Juma yalinipa mwanga kidogo katikati ya giza, lakini pia yalinipa uzito mpya. Maisha ya mama yangu yalikuwa mikononi mwangu. Nilifungua ule mkoba tena. Niliangalia zile pesa, dola maelfu kwa maelfu. Hizi karatasi ndizo zilizotufikisha hapa. Nikashika kile kitabu cheusi. Nilikifungua kwa mwanga hafifu wa tochi ya Juma.
Ukurasa wa kwanza ulikuwa na orodha ya tarehe na majina. Nilipitisha kidole changu kwenye majina yale. Moyo wangu ulisimama. Jina la 3 nililitambua, Kamanda Mambosasa. Huyu alikuwa mkuu wa kituo cha polisi cha eneo letu, mtu ambaye mara nyingi alionekana kwenye runinga akikemea uhalifu. Pembeni ya jina lake kumeandikwa kiasi cha pesa, milioni 50 kila mwezi. Niliendelea kufungua kurasa. Majina ya wabunge, majina ya wafanyabiashara wakubwa, hata jina la kiongozi mmoja wa dini niliyemheshimu sana. Wote walikuwa kwenye orodha ya malipo ya Dickson. Unaona sasa? Juma aliniuliza. Huo mkoba sio pesa tu, ni serikali nzima. Dickson anamiliki nusu ya Dar es Salaam. Ndio maana niliamua kukuokoa. Nimechoka kuwa mtumwa wake. Nimechoka kuona watu wasio na hatia wakifa ili yeye azidi kutanua. Nilifunga kitabu kile kwa nguvu. Hasira ilianza kuchukua nafasi ya hofu. Kumbe umaskini wetu, kuhangaika kwetu, kukosa dawa kwa mama, vyote vimetengenezwa na watu wachache wanaoishi kwa damu yetu. Ghafla, tulisikia sauti ya matawi yakikanyagwa kwa nyuma. Sote tuliganda. Juma alizima tochi haraka na kuishika bastola yake. Giza lilikuwa totoro. Tulibanana kwenye kivuli cha lile kaburi la marumaru, tukiwa tumebana pumzi. Sauti ya hatua ilisogea karibu. Ilikuwa hatua nzito za mtu aliyevaa buti. Je, wametupata? Je, Dickson ana watu mpaka huku makaburini? Nilisikia sauti ya kikohozi kidogo, kisha mwanga wa tochi kali ulipita juu ya vichwa vyetu, ukimulika majina ya waliokufa. Najua mpo humu. Sauti nzito yenye kukwaruza ilisikika. Sio sauti ya askari, wala sio sauti ya Dickson. Ilikuwa sauti ya mzee. Hamuwezi kujificha kwa wafu kama nyinyi bado mpo hai. Tokeni kabla sijaita mizimu iwatoe. Juma aliniangalia, akaashiria nikae kimya. Lakini yule mzee aliendelea. Juma, najua ni wewe. Harufu ya damu inayokufuata siwezi kuisahau. Juma alishusha bastola, akashusha pumzi ya kutaabika. Ni mzee Kombo, alinong'ona. Mlinzi wa makaburi. Ni mtu mzuri, lakini ni kichaa kidogo. Tulitoka gizani. Mbele yetu alisimama mzee mfupi, mwenye rasta zilizofungwa kilemba, akiwa na panga mkononi na tochi. Alitutazama kwa macho meupe yaliyong'aa gizani. Mwanangu Juma, alicheka kicheko cha kutisha. Umemleta binti hapa, naona kifo kimewaganda usoni. Huyo binti ana harufu ya dhoruba. Mzee Kombo alinisogelea, akaninusa kama mbwa. Wewe binti, machozi yako yamekauka, lakini moyo wako unawaka moto. Unataka kulipiza kisasi, sivyo? Sikujibu, lakini ndani yangu nilijua amesema ukweli. Sikutaka tu kumwokoa mama, nilitaka kumuona Dickson akianguka. Nilitaka kumuona akipoteza kila kitu kama sisi tulivyopoteza. Mzee Kombo alituangalia sote wawili, kisha akaelekeza tochi yake kwenye kibanda kidogo cha mabati kilichofichama nyuma ya mwembe. Njooni, polisi wanazunguka nje, wana mbwa. Hapa kwenye himaya yangu hawataingia, lakini mkikaa nje mtauliwa na baridi au mtauliwa na risasi. Chagueni. Tulimfuata mzee Kombo. Kuingia kwenye kibanda chake ilikuwa kama kuingia kwenye dunia nyingine. Kulijaa mitishamba, mifupa ya wanyama na vitabu vya zamani, lakini ilikuwa salama. Tulikaa chini kwenye mkeka. Juma aliweka mkoba mbele yetu. Sasa tufanye nini? Juma aliuliza, akiniangalia mimi kama kiongozi. Kwa mara ya kwanza sikutetemeka. Nilimwangalia Juma, nikamwangalia mzee Kombo, kisha nikagusa kile kitabu cheusi. Hatuwezi kukimbia milele Juma, nilisema, sauti yangu ikiwa na ujasiri mpya. Dickson ana nguvu, ana pesa, ana polisi. Sisi tuna ukweli, na tuna kitu ambacho yeye hana. Juma aliniuliza, tuna nini? Nilitabasamu kidogo, tabasamu la uchungu. Tuna ujasiri wa watu ambao hawana cha kupoteza. Kesho asubuhi hatutoroki kwenda mikoani. Kesho asubuhi tunaanza vita. Tutatumia orodha hii kumsambaratisha, jina moja baada ya lingine. Tutamfanya atamani asingeivuruga familia ya mzee Mkwawa. Usiku ule, katikati ya makaburi na mifupa, Neema msichana mpole alikufa na Neema mpambanaji alizaliwa. Lakini sikujua kuwa vita niliyotaka kuanzisha ilikuwa kubwa kuliko nilivyodhani. Na adui yangu hakuwa Dickson pekee.
bali mfumo mzima uliooza. Jua la Jumatano lilipochomoza, halikuleta matumaini, lilileta uhalisia uliotisha. Tuliamka tukiwa tumechoka, miili ikiuma kwa kulala juu ya sakafu ngumu ya kibanda cha Mzee Kombo pale makaburini. Harufu ya dawa za mitishamba na udi ilikuwa imetuingia kwenye nguo zetu. Mzee Kombo hakuwepo, alikuwa ametoweka kama mzimu, akiacha birika la chai ya rangi na maandazi mawili makavu mlangoni. Tulikunywa chai ile kwa pupa, koo zetu zikiwa na kiu ya siku nzima. Kila nilipomeza lile andazi, nilimkumbuka mama. Je, amekula? Je, wamempa dawa zake? Wazo hilo lilinifanya nikose hamu ya kula, lakini nilijilazimisha. Nilihitaji nguvu. Leo ilikuwa siku ya kwanza ya vita. Mpango wetu ulikuwa rahisi lakini wa hatari. Tulitakiwa kutoka mafichoni na kwenda katikati ya jiji, sehemu yenye msongamano mkubwa ambapo tungeweza kupotea. Lengo letu lilikuwa Machinga Complex, kule Ilala. Juma aliniambia kuwa ndani ya kile kitabu cheusi kulikuwa na namba za simu na barua pepe za washirika wa Dickson wa nje ya nchi. Tulitaka kutuma ujumbe mmoja mzito, ujumbe wa vitisho kwa washirika wake, tukiwajulisha kuwa siri zao zipo mikononi mwetu. Tuliamini kuwa wakiona siri zao zinavuja, watamshinikiza Dickson amwachie mama yangu ili kuzima Soo. Ilikuwa ni kamari ya kifo, lakini ndiyo kete pekee tuliyokuwa nayo. Tuliondoka makaburini kwa kupita njia za panya, tukatokea Mwananyamala. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa limeshaamka na kelele zake za kawaida. Daladala zikigombea abiria, wauza magazeti wakipiga kelele vichwa vya habari. Tulijitahidi kutembea kikawaida, ingawa kila gari la polisi lililopita lilifanya moyo wangu kusimama. Nilijifunika kanga yangu vizuri, nikaficha nusu ya uso wangu. Juma alivaa kofia kuukuu aliyopewa na Mzee Kombo. Tulionekana kama wapenzi wawili wa hali ya chini, tunaenda kutafuta riziki. Kumbe tulikuwa tunabeba bomu linaloweza kulipua nchi. Tulifika Machinga Complex saa 4 asubuhi. Jengo lile lilikuwa kama mzinga wa nyuki. Watu walikuwa wengi kiasi cha kukanyagana. Harufu ya nguo mpya, viatu vya plastiki na jasho ilitawala. Kelele za spika zikipiga mziki wa singeli zilitusaidia kupunguza wasiwasi, kwani hakuna mtu aliyekuwa na muda wa kutuchunguza. Tulipanda ghorofa ya pili, tukatafuta internet cafe iliyojaa watu. Tuliingia kwenye chumba kimoja kilichojaa vijana wakicheza games na wengine wakijaza fomu za vyuo. Tulilipia kompyuta moja iliyopo kona kabisa. Juma alisimama nyuma yangu kama mlinzi, macho yake yakizunguka kila upande. Mikono yangu ilitetemeka niliposhika mouse. Nilifungua barua pepe mpya, email, ambayo haitumii jina langu. Kisha nilitoa kile kitabu cheusi. Nilifungua ukurasa wenye jina la Carlos, Mexico Connection. Huyu alikuwa ndiye msambazaji mkuu wa dawa za kulevya anayefanya kazi na Dickson. Niliandika ujumbe mfupi wa Kiingereza. Tunajua mzigo wako wa tarehe 10 umepita bandarini kwa jina la kampuni ya Tanzanite Fresh. Tunayo orodha ya malipo yako yote. Mweleze mbwa wako Dickson aachie alichokichukua Manzese ndani ya saa 24. La sivyo tutatuma ushahidi huu kwa Interpol. Kidole changu kilikuwa juu ya kitufe cha send. Moyo ulidunda. Pa! Nilibonyeza. Ujumbe ulienda. Imetoka, nilimnongoneza Juma. Aliguna kwa faraja. Sasa mpira ulikuwa uwanjani kwao. Tulitarajia kusababisha hofu. Tulitarajia kuwachanganya. Lakini hatukujua kuwa wakati sisi tunawashambulia kwa barua pepe, wao walikuwa wametushambulia kwa njia mbaya zaidi. Wakati naenda kufunga ile kompyuta, nilisikia sauti ikitoka kwenye TV kubwa iliyokuwa imetundikwa ukutani mwa ile kafe kwa ajili ya wateja kuangalia habari. Mtangazaji wa habari alikuwa akisoma kwa sauti ya dharura. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawatafuta watu wawili hatari wanaonekana kwenye picha hizi. Nilipoinua macho, nilihisi damu yangu kuganda kuwa barafu. Kwenye skrini ya TV, picha yangu kubwa iliyopigwa wakati wa mahafali ya kidato cha 4 ilikuwa inang'aa. Pembeni yake, picha ya Juma. Chini ya picha zetu kumeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu: wanatafutwa, majambazi sugu na watekaji. Mtangazaji aliendelea. Watu hawa, Neema Juma na Juma Hassan, wanatuhumiwa kwa wizi wa kutumia silaha Kariakoo na kumuua mlinzi mmoja.
Pia inasadikiwa kuwa wamemteka nyara mama mgonjwa ili kumtumia kama kinga kufanikisha ugaidi wao na kutokomea naye kusikojulikana. Yeyote atakayewaona atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu. Zawadi nono ya shilingi milioni 10 itatolewa. Dunia ilizunguka. Walikuwa wametugeuzia kibao. Walikuwa wamemteka mama yangu na sasa wanasema mimi ndiye nimemteka. Hivi kweli nawezaje kumteka mama yangu mgonjwa? Walikuwa wamesingizia tumeua mtu? Watu ndani ya ile internet cafe walianza kunongona. Mvulana mmoja aliyekuwa amekaa kompyuta ya jirani alituangalia sisi, kisha akaangalia TV, kisha akatuangalia tena. Macho yake yalitoka pima kwa utambuzi. Alianza kuashiria mwenzake kwa mkono wa chini chini. Juma, nilimuita kwa sauti iliyokauka. Angalia TV. Juma alipoona picha zetu, rangi yake ilibadilika kuwa kijivu. Toka, sasa hivi. Aliniinua kwa nguvu. Yule kijana wa jirani alipiga kelele ghafla. Wezi, hawa hapa, ndio hawa kwenye TV. Sekunde hiyo, Machinga Complex iligeuka kuwa uwanja wa vita. Viti vilisukumwa. Watu walianza kupiga kelele. Mwizi, mwizi, ua, ua. Ile sheria ya mtaani ya Dar es Salaam, sheria ya kujichukulia hatua mkononi, ilikuwa imeamshwa dhidi yetu. Jua alichomoa bastola yake na kupiga risasi moja hewani. Paa! Kila mtu alilala chini kwa hofu. Kelele zilibadilika na kuwa vilio. Kimbia Neema! Juma alinivuta mkono, tukatoka mbio kwenye ile kafe, tukateremka ngazi za dharura huku tukigongana na wafanyabiashara waliokuwa wakikimbia hovyo. Tulitokea uchochoro wa nyuma, tukakimbilia mitaa ya Kariakoo Shimoni. Nyuma yetu tulisikia filimbi za walinzi na ving'ora vikianza kulia. Tulikuwa tumetuma ujumbe wetu, ndiyo, lakini sasa sura zetu zilikuwa zinajulikana na kila Mtanzania. Hatukuwa na pakwenda, hatukuwa na wakumwamini. Tukiwa tunakimbia uchochoroni, pumzi zikiwa zimetuishia, simu yangu, ile niliyokuwa nimeizima na kuiwasha tena ili kuangalia kama kuna meseji, iliita. Namba ngeni. Nilipokea huku nikikimbia. Je, ni Dickson? Hapana, ilikuwa namba ya mezani. Nilipokea huku nikikimbia. Sauti niliyoisikia ilinifanya nisimame ghafla, nikakaribia kudondoka. Neema? Mwanangu? Ilikuwa sauti ya mama, lakini haikuwa sauti ya kawaida. Ilikuwa sauti ya mtu anayelia, mtu anayeteseka. Mama! Mama uko wapi? Nilipiga kelele. Kisha sauti ya mwanaume ikaingilia, sauti laini, ya kistaarabu, lakini ya kutisha kuliko ya Dickson. Neema, mama yako anazidiwa. Dawa zake hazipo hapa. Naona kwenye TV umekuwa maarufu sana. Una dakika 30 kufika Coco Beach pembezoni mwa bahari. Uje na ule mkoba. Ukichelewa hata sekunde moja, utaukuta mwili wa mama yako ukielea majini. Simu ilikatika. Nilimtazama Juma. Machozi yalinitoka. Wanaye mama Coco Beach. Wamesema nikichelewa wanamtupa baharini. Juma aliniangalia kwa huzuni, akaangalia bastola yake ambayo ilibaki na risasi chache. Ni mtego Neema. Coco Beach ni wazi sana. Watatudunguza kama ndege. Nilifuta machozi kwa nyuma ya kiganja changu. Hasira ilirudi, kali kuliko mwanzo. Sijali kama ni mtego, sijali kama nitakufa, lakini siendi kinyonge. Juma, unajua kuendesha gari? Juma alitikisa kichwa. Ndiyo, kwa nini? Niliangalia gari moja la mizigo aina ya Kanta lililokuwa limepaki likishusha mizigo hapo uchochoroni. Dereva akiwa ameshuka kununua sigara huku funguo zikiwa kwenye gari. Basi tuibe hilo gari, nilisema. Kama wanataka twende Coco Beach, tutaenda. Lakini hatuendi kuongea, tunaenda kuwavamia.